Naitwa Bradley Ouna, mimi ni mwanaharakati tena ni balozi wa Linda Mwananchi Mombasa County. Okay, kwa majina mimi naitwa Evans Momanyi. Mimi ni mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Naitwa Bradley Ouna, mimi ni mwanaharakati tena ni balozi wa Linda Mwananchi Mombasa County. Tumekuja hapa kama viongozi wa Linda Mwananchi hapa Mombasa County kushutumu fujo lile limetokea Homa Bay Jumapili, kushutumu yale mauaji, kushutumu uharibifu wa mali na kushutumu wale walipanga mipango ile ya watu kupigwa kule Homa Bay. Pia nataka kusema hivi, yale yote yatokea Homa Bay na Gilgil na kwingine kote kwa viongozi wa upinzani, bado nataka kuambia serikali au ndio wako responsible kwa yale yalifanyika, kwa sababu katiba imesema watu wakishapa notification ni kazi ya serikali kuwapatia protection. Na pili nataka kusema hivi tena, wale goons walionekana wakipiga watu for 24 hours kule Homa Bay, lazima ilikuwa imepangwa na watu wenye nguvu ama mamlaka kwa serikali, kwa sababu Kenya hizi kuwa kama failed state. Watu wana roam na mapanga na marungu, na wengine paka wanalindwa na askari polisi, na wanafanya maumivu kama yale na uharibifu kama ule, na paka asubuhi tunaambiwa kuna mtu amekamatwa. Hilo ni kitendo kibaya, na wakati huu tunaelekea uchaguzi. Tunaambia serikali sasa, hatuwaombi, ni jukumu lenyu kulinda Wakenya wote, wawe ni wa upinzani ama wa serikali, waweze kufanya matukio yao ya kisiasa kwa hali ya amani, watu wasiweze kuumia na kuharibiwa mali, kwa sababu yakifanyika yale, mwisho kutakuwa na fujo hapa Kenya, kwa sababu tunaona ya kwamba vile watu wa Linda Mwananchi naona wanasema kama serikali haitawalinda watajilinda, then tunaelekea wapi? Wakianza kujilinda na wale wengine wanajilinda, nchi itaharibika kama Rais William Samoei Ruto anaona hivi. Na pia tunauliza international ICC international wakuja hapa wachunguze ni kiini gani, na waanze mapema kuja hapa kufanya uchunguzi, maana inaonekana kuna complicity ya serikali, watu kupigwa kwa sababu serikali inaona inaenda kupoteza huu uchaguzi. Wanajaribu kuleta uoga, kufukuza watu kwa majukwaa na kufanya watu wasiende kupiga kura mwaka ujao wakati wa uchaguzi mkuu. Sasa katika mambo hayo tuna demand tumeweka hapa, nataka tuwaambie serikali lazima itekeleze kulingana na yale yalifanyika mbeleni na siku ya Jumapili. Kwanza, we call upon the government of Kenya to publicly and unequivocally condemn the use of armed groups to disrupt political activity regardless of who benefits. 2, investigate and prosecute those who organize, fund and carry out this attack, including any official found complicity. 3, deploy adequate impartial security to protect all campaign events, oppositions and government alike. Guarantee the safety of civil society leaders, journalists and political events without interference. 5, in regard to the Sunday attack on the opposition leaders in Homa Bay, which resulted in the tragic death of 2 persons, substantial number of injuries and destruction of property, we demand that Governor Gladys Wanga, MP Peter Kaluma be arrested and arraigned in court with immediate effect. Hii si mambo ya kucheza. Peter Kaluma alionekana akisema wazi kuwa watu wa Linda Mwananchi wakienda Homa Bay wapigwe. Hakusema hata kwa kuficha ficha, alisema wazi wapigwe, na watu wamepigwa, na wale waliopigwa walipiga na ujasiri wa nguvu za kiserikali. Kama ingekuwa ni watu wanafanya tu kwa sababu ya hasira, hawangefanya vitu kama vile. Cha tatu na cha mwisho, wanahabari pia wamepigwa jamani. Wanahabari wenzenu, nataka kusema hivi, tutaungana na nyinyi ku seek for justice, kwani wanahabari wote wamepigwa. Lazima wale waliowapiga wakamatwe na wapelekwe mahakamani. Tunaona mpaka wengine walifuatwa kwa hospitali, ama mkuona nyinyi jana. Wanasema walifuatwa kwa hospitali na wale magoons wakisema wako wapi, mpaka manasi wakachukua wanahabari wakawaitia kwa store. Hiyo inamaanisha mtu hawezi kutoka akuje hospitali Coast General apite wale maskari wote aende paka kwa ward atafute mwanahabari atake kumpiga kama ana confidence ambayo inakuwa supported na serikali. Okay, kwa majina mimi naitwa Evans Momanyi. Mimi ni mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. Katika kipengele cha katiba yetu ya Kenya, Article 244 ambayo in our constitution it sets a standard in which any government agency, be it the National Police,
be it the Ministry of Interior, be it even the area chief, even the villager, elder, must adhere with that constitution. Number one, hatuwezi sema kwamba hakuna opinion makers on the ground to know mtoto wa nani anahusika katika kupanga kubeba mapanga. We know. Tuko na community policing on the grassroots. Tuko na chief, tuko na area assistant county commissioner ambaye ndio security wa sehemu hile. Tuko na deputy county commissioner wa sub county. You cannot tell me that the national intelligence does not have the report who is causing mayhem in our Republic of Kenya. Let me remind Kenyans and even the government, we might be in power today, but tomorrow will not be in power. Who will protect you when you will be in court? That's a question you should ask yourself. Kenyans belongs to the Kenyans. And that's why we had a constitution for the last 60 years before our independence. We had a constitution and we amended that constitution, and we had somebody called Riyash Palgai who moved around the country to collect views on how Kenyans want the governance of our Republic of Kenya. A question comes, then why do we have a constitution? We want to turn our country to be a banana republic. It's human rights. We don't defend the government or we don't defend the opposition. Let the law take its own course. And let the public, the Kenyans, respect each other. Let me say this, the last one. I'm also an aspirant going for a seat in Likoni. You saw the other day, a nominated senator for Mombasa County, Madam Miraj Abdullahi, and the area MP trying to cause chaos. Which kind of presidents are we setting in Kenya? Does it mean that each one of us must have his own militia? No. Let the police take the action immediately, not tomorrow, today, and arrest those who are causing mayhem in our Republic of Kenya. Let me tell Kenyans and those leaders in power, the Kenya that you are guiding today, 70% of these people are educated and they are well informed and they read the constitution left, right, and they know what is right. Please, Governor Wanga must be arrested by tomorrow. Kaluma must be arrested immediately. Us to know that the police inspector general is doing the right job. Thank you very much. Kwa majina ni Evans Ochieng. Mimi ni mwananchi hapa Mombasa. Nashutumu whatever happened in Homa Bay, because despite all these things, hao viongozi walikuwa wameongea waka declare war on these people, but the police and the security, the national agencies were very silent. To date, we've not heard that kuna mtu ambaye ameshikwa. So we are calling upon the government. We are just some few months to the election, but vurugu ishaanza hivi. This political intolerance itatupeleka pabaya. Kindly let us all work together as Kenyans to heshimu constitution yetu that gives everybody a right and freedom to traverse anywhere. Yeah. Joseph Juma Mkewa, director ya Coast Legal and Resource Foundation. Yangu nitaongea ili ipate kueleka katika nchi ya Kenya, kwa sababu yale ambapo kimeanza kufanyika katika Jamhuri ya Kenya inatukumbusha Nyayo era, na pia inatupeleka wakati ya mzee Jomo Kenyatta. Na mimi ningeomba vijana ambapo wamekubali kutumika ya kwamba hii karne hii sio karne ya siasa ya violence. Tunahitaji dialogue. Jambo ambapo yani kinafanyika inaonyesha kwamba uchaguzi ambapo inakuja inatakana serikali iwe na macho, kwa sababu inaweza kutupeleka katika 207. Na pia ningependa kuuliza wanasiasa, kwa sababu mambo sasa ambapo yani kinafanyika hivi sasa, tuwache kubeba guns. Kama wewe ni mwanasiasa ambapo umeingia katika siasa,
unajua kwa hakika kwamba unajiweza, kwa sababu unapobeba vijana kutoka katika eneo hili na kupeleka katika eneo lingine, wale vijana katika eneo hilo wanaona kana kwamba hawa wanaoletwa wanalipwa, na mbona hawa walioko pale pale hawalipwi. Kwa hivyo tujiepushe kabisa na kubeba watu kupeleka katika siasa. Kama sisi kweli tunajua ya kwamba tumeingia katika siasa na tunajiweza, basi tujiokoe katika siasa ya violence. Jambo la tatu ambapo ningependa kushauri wenzetu katika sehemu ambapo fujo imetokea juzi. Niliona wakati ya mzee Jomo Kenyatta fujo kama haya tuliwacha wawekezaji wakaanza kuogopa sehemu za Nyanza, na hivi sasa wawekezaji wengi sana wameanza kuweka rasilimali zao katika eneo hilo. Ningewaomba kwa unyenyekevu ya kwamba mjiepushe na violence, kwa sababu itawacha wawekezaji watoroke, na wakitoroka uchumi katika eneo hilo itakwisha.